Oya familia, unanikanyaga mwanangu. Oya familia, saidie, nimekwama hapa ndugu yangu. Saidie, nimekwama familia. Oya familia, nisaidie familia. Nisaidie familia yangu, nimekwama hapa. Nisaidie, usinikimbie familia, nisaidie. Sele. Hivi wewe ni mwanaume gani ambaye unakimbia vita? Unaamua kuondoka na kurudi kijijini. Mke wako unamwachia nani? Unamwacha mke wako anateswa na wachawi, halafu wewe unaondoka? Acheni upumbavu Sele. Hebu rudi ukamsaidie mke wako. Mganga Makofi, hivi mbona kichwa chako kigumu sana kuelewa? Wewe mtoto wewe dagaa wewe. Namjua fika aliyekutuma. Sasa nenda kamwambie Mwadawa hivi, Mganga Makofi hajaribiwi kamwe. Na kama mfahamu, mimi ndo nilimpiga makofi mkoroni akaondoka tukapata uhuru. Ndio maana watu wakaniita Mganga Makofi. Na kuamuru pisha hapo nipite. Kama haupishi, nitakupiga makofi pa. Mganga Makofi, mtoto wako unababaja sana, ila haufanyi vitendo. Sisi ndio tunaifanya vitendo. Na yule mjenga mwanzio, ulivyoondoka tutusha. Inavyoonekana huyu mpumbavu atakuwa ashajua kwamba mimi nataka kutoroka. Ndio maana ananifuatilia sana. Ameshabeba vitu vyangu. Sasa hapa nimepata akili. Siwezi kwenda stendi kupanda gari, kwa sababu kwa akili yake atakuwa amewahi kwenda kunisubiria stendi. Hapa napiga mguu kwa mguu, hatua kwa hatua. Gari tutakutana mbele ya safari. Nenda kwa mguu na mimi utanikuta mbele ya safari. We, unaenda wapi? Naomba urudi. Mheshimiwa, kumbe na huko upo. Samahani, nimepata dharura. Kuna sehemu nilikuwa naenda mara moja kwa ajili ya kufanya dharura, na nikishamaliza basi nikafanya kazi yako. Kazi yako naikumbuka, sio kwamba nimeisahau.
ila kwa sababu umekuja sasa hivi inaonekana unahitaji sana kazi yako, ngoja tu nikaimalizie. We, unanifanya mimi mtoto mdogo? Nakuuliza wewe, umenifanya mtoto mdogo na ndio maana unanidanganya? Hapo ulikuwa unaondoka na ukinikimbia mimi. Lakini kitu usichokijua, mimi sikimbiliki. Na kwenye swala la huruma nilishafeli. Awamu hii na kuua. Mheshimiwa, mbona unafika mbali? Mimi nikukimbie niende wapi? Sina nia kukimbia. Kikubwa ambacho mimi nilikuwa nataka kufanya ni kumaliza kazi ambayo nimeipata. Nina dharura ya risali moja tu, na nikishamaliza nirudi kufanya kazi yako. Naomba usifikie huko. Mimi nipo tayari kufanya kazi yako, ila naomba usiniue. Samahani. Vizuri. Naomba hilo begi. Naomba begi. Sasa nisikilize. Naenda nyumbani. Ole wako nifike nyumbani wewe hujafika. Sele, hivi kwa akili zako timamu, unadhani unaweza ukanikimbia mimi? Sasa kitu usichokijua, nina kamera kila kona ya dunia. Yaani kwa kifupi, dunia naiona hapa. Sasa wewe mpuzi mmoja, unadhani unaweza kunikimbia? Sasa sina huruma na wewe. Awamu hii nakuua. Mheshimiwa, naomba usiniue. Naomba nisamehe. Mimi ni yatima, wala sina baba. Wadogo zangu wananitegemea mimi. Ukiniua mimi, watabaki na nani? Wakati mimi ndo faraja yao iliyobakia. Mimi sikukukimbia. Nilipata dharura kwenda kijijini. Kuna msiba ambao umetokea wa ndugu yangu. Kwa hiyo ikabidi nene nizike. Lengo langu kubwa lilikuwa nikifika kijijini, nikishamaliza msiba, nirudi kufanya kazi yako. Ili kukuhakikishia kwamba sijakataa kazi yako. Mimi nipo tayari hata sasa hivi. Ile dawa ninayo. Nikamwekea mganga Makofi. Wala sijakataa kazi yako, wala sijakukimbia. Na sijakudharau mheshimiwa. Naomba nisamehe, usinidhuru. Nadhani unajisaulisha. Nilishakwambia kwenye swala la huruma, nilishafeli muda sana. Ila na chaguo lingine. Nataka uwe mchawi. Mimi nitakuwa mkuu na wewe utakuwa mfuasi wangu. Naomba uifanye kazi yangu kama ninavyotaka. Na ukienda kinyume na mimi, wewe mwenyewe unajua nini nitakufanya. Nadhani unaona mahali tulipo. Sitakuacha salama. Nitakuua. Sawa mheshimiwa. Mimi nipo tayari kufanya unachotaka. Lakini na mimi naombi moja. Naomba basi umwachie mke wangu awe huru, kwa sababu anateseka sana alipo. Ukifanya hivyo, basi na mimi nitaendelea kufanya kazi yako na sitaenda kinyume na wewe. Nimekubali kuwa msaidizi wako.
Wenyewe. Wewe mtoto, nikusaidie nini? Samahani, heshima yako. Shikamoo. Aya, marahaba. Nikusaidie nini? Nauza maziwa. Nauza maziwa. Hivi umetembea mitaani kote huko, umesikia hapa ndo tunakunywa maziwa? Au kuna mtu amekunywa sumu anatakiwa anywe maziwa, si ndio? Au umesikia kuna vitoto vya paka mama hao amekufa vinataka kunywa maziwa? Na kuuliza wewe unanitumbulia macho nisikie au? Samahani mamangu, kama unahitaji niambie niondoke. Amna mwanangu. Sasa sikiliza, ngoja niingie ndani kachukue chombo. Weka hapa kwenye kiti. Na kuomba ukae hapo, mimi ngoja nichukue chombo unipimie. Safi sana Kiti. Kazi nzuri. Na hapo ndo napokupendea. Alafu huyu mtoto amejikatiza tu kwenye anga zangu. Sina misukule ya aina yake. Ila kile kitoto kimepata cha kucheza nacho. Na haya maziwa nitayanywa bila kulipia chochote kile. Huyu mtoto kimemlamba. Kama alitaka mimi aniuzie maziwa, toka lini mimi nanunua vitu? Nataka kunichekesha. Tena ngoja nianze sasa hivi. Ina maana huyu mtoto alitaka kunitapeli. Simaja. Simaja. Anijui vizuri. Sasa kitamlamba. Ngoja nimfuate huko huko. Mjomba, hatimaye Kiti kipo mkononi mwetu. Safi sana mjomba wangu Kipepeo. Hakika umejua kupepea vyema. Ngoja tuone ataendelea kung'ang'ania watu wetu au atafanya tunachokitaka. Ni kweli mjomba, bila hiki Kiti hawezi kufanya kitu chochote. Sasa tutaona ataendelea kuwa mbishi au atatupigia magoti. Kabisa Kipepeo, unachokisema uko sahihi. Hivyo basi kichukue hichi kiti anachokilingia, nenda kakihifadhi ndani. Sawa? Sawa, kichukue. Usiogope. Angalia vizuri hapa. Kumbe huyo mtoto ni mjinga kiasi hichi. Na bila shaka yeye ndo atakuwa mwizi wa Kiti. Ndiyo. Hiki kitoto ndio kilichokuja kunifanyia upuuzi nyumbani kwangu. Sasa basi, nataka unisikilize kwa makini. Kwa kuwa umekubali kuingia kwenye chama changu cha uchawi, na huu utakuwa mtihani wako wa kwanza.
nataka uende mtaa kwa mtaa ukamtafute huyu mtoto, na ukisha muona nataka uniletee taarifa. Usimfanye kitu chochote kile, na ukisha ifanya hii kazi yangu, basi nitamwachia mke wako, na maanisha mtaenda kuishi kama zamani pasipokuwa na buguza yote. Na hisi utakuwa umenielewa. Sawa mheshimiwa, mimi nimekuelewa. Nitafanya kazi yako kama ulivyoniambia, ila nakuomba nikishamaliza kazi yako utimize ahadi yako kama ulivyoniahidi. Umwachie mke wangu, maana huko aliko anateseka sana. Unaweza ukaenda. Cha usiku. Nini tena? Mbona mbio mbio? Kuna nini unakotoka? Mama, nimeshajua mtoto alichukua kiti anapokaa. Na pia inavyosemekana yule mtoto kisauti anamuita mjomba. Maana yangu kwamba ni mtoto wa dada yake. Hata kumtuma Sele akakitafuta hicho kitoto kilichobeba kiti changu ni kazi bure. Kumbe huyu kisauti mpuuzi ndo amekituma kipwa chake hapa kijifanye kinauza maziwa ili kinichezee mchezo. Sasa nitamuonesha. Mama, hapa tabidi tufanye mpango kurudisha kiti mikononi mwetu. Hapana. Cha usiku, unanifahamu vizuri mama yako. Kwenye swala la huruma nilishafeli. Naenda kumchukua Mariamu. Leo namuua. Mama, waliosema hasira hasara hawajakosea. Sasa naona wewe hapo unakula hasara. Hapana cha usiku. Lazima nimuue Mariamu ili tule hasara wote. Yaani kisauti ali hasara na sisi tu tumekula hasara. Basi. Hapana cha usiku. Lazima nimuue Mariamu ili tule hasara wote. Yaani kisauti ali hasara na sisi tu tumekula hasara. Basi. Mjomba, wanataka mume mdogo Mariamu. Fanya jambo basi warudishie kiti chao. Make Mwadao ana roho mbaya. Kipepeo, shusha pumzi kwanza. Sawa? Nisikiliza kwa makini. Kama kweli Mwadao anataka kumuoa Mariamu, muache amuoe. Na kingine, usiwe na wasiwasi. Wewe nenda kaendelee kucheza. Sawa? Mwadao, acha kunitishia. Unachokifanya unaendelea kukoleza moto, na moto huo utakuwakia wewe mwenyewe. Oh, unakitaka kiti chako? Unakipenda eh? Sasa basi, unajua nini cha kufanya. Mlete mdogo wangu, uje unikabidhi, na mimi nitakukabidhi kiti chako. Nadhani utakuwa umenielewa. Sele, kuanzia muda huu tunavyoongea hapa, mke wako kasharuhusiwa. Yupo nyumbani kwako. Unaweza kwenda kumuona. Cha usiku,
Hivi unaongea kweli au unanitania? Ina maana mama yako amekuruhusu mwachie mke wangu? Sir, kwanza naiona hii sura nilivyokaa hapa, unaona ninadanganya. Sasa kama unataka ujue sina utani, toka nje ya makubaliano yetu. Kitakulamba wewe pamoja na mke wako. Potea. Potea. Mke wangu, namshukuru sana Mungu kwa sababu umerejea salama. Kiukweli nilikuwa nimebaki mpweke sana hapa nyumbani. Yaani hata mtu wa kunipikia nilikuwa sina. Sasa hivi nashukuru na kuona upo na kifurushi na bila shaka unaenda zako sokoni kuleta mahanjumati. Kipindi umeondoka hapa, kiukweli nilikuwa nasononeka sana. Nikapambana kwa nguvu zangu zote na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nikaweza kukurejesha tena. Ila huyu mwanamke aliyekuwa amekuchukua ni mtu mbaya sana, na ni mtu ambaye hatakiwi kabisa kuishi kwenye hii dunia. Sijui hata anaishi vipi kwenye dunia yetu tunayoishi. Nini? Yaani umesemaje? Sijakuelewa vizuri. Eti kwamba umefanya kila kitu kwa ajili yangu au umepambana kwa ajili yangu mimi? Wewe mwanaume ni chizi. Ulichonipambania zaidi ni nini? Zaidi mimi mwenyewe nimepambana mpaka kurudi hapa. Wewe upo tu na enjoy na maisha mengine. Huna hata habari wala ushtuki. Yaani wewe ni mwanaume ni wa hovyo. Cheupe, umepatwa na nini mke wangu? Yaani pamoja na juhudi zangu zote kupambana kwa ajili yako usiku na mchana bila kulala, lakini huoni umuhimu wangu? Unafikia tu kunizungumzia maneno kama haya? Au bado zile dawa za yule mchawi zitakuwa kwenye kichwa chako? Unahitaji tiba, sio bure. Mimi nimepambana kwa ajili yako muda wote. Eti nimekupambania umuhimu. Umuhimu gani uliofanya wewe? Zaidi ya upumbavu tu mmoja uliokuwa unafanya. Zaidi ya kufanya umalaya wako. Unachukua wanawake huko, unawaleta unakuja kulala nao humu ndani. Hivi ni mwanaume wa aina gani? Mshenzi. Yaani ungejua ninavyokuchukia wewe. Na pia kama huna mada za kuongea na mimi, naomba uniache. Kisauti, nimefanya kama tulivyokubaliana. Nimemrudisha Mariamu. Kwa hiyo ningeomba kiti changu ili niweze kuondoka. Madam, ni kweli umetimiza ahadi yako. Lakini kuna jambo moja nataka nikuombe. Kama ukilifanya, basi na mimi nitafanya kama unavyotaka. Nitakupatia kiti chako kisha utaondoka. Nenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwako. Kawaachie na wale misukule ambao wamebaki. Baada ya hapo, njoo hapa nikupatie kiti chako. Nadhani utakuwa umenielewa. Nikawaachie misukule yote? Kisauti, haikuwa makubaliano yetu, lakini ulisema nimrudishe Mariamu kisha unipatie kiti changu. Sasa inakuwaje unasema nikaiachie misukule yote? Kwani wale nao ni ndugu zako? Amna, usinifanyie hivyo. Ili mradi nimemleta ndugu yako. Wale wengine wewe hawakuhusu. Naomba unipatie tu kiti niondoke. Kusiwe na mambo mengi. Mwadawa,
Ni kweli hatujakubaliana hivyo, lakini mimi ndo nimetaka ufanye hivyo, na kama ukifuata hivyo basi nitafanya ambacho nakitaka, la sivyo sitakuwa nasalia mtume na wewe. Na kama unahisi natania, hata huyo Mariamu unaweza kumchukua kuondoka naye. Baada ya hapo, kama ukikaa ukajifikiria na ukaona inastahili kufanya hivyo, basi utaenda kuwachukua wao misukule wengine, utawaachia, kisha utaniletea Mariamu hapa, nitakupatia kiti chako. Full stop. Hivyo unaweza kwenda. Mariam. Abe. Njoo. Kaa kwenye hicho kiti. Naomba unisikilize kwa makini, na nitakayokuambia naomba yakae kwenye hicho kichwa chako, na sio yaingilie huku yatokee huku. Umeona hicho kiti ulichokalia? Ni kiti cha yule mshirikina. Hata wewe kukalia hapo kuna namna nimefanya, ndio maana umekaa hivyo. Basi naomba ukae hapo hapo mpaka nitakapokuambia nyenyuka. Kuna mahali naenda, kwa hiyo nakuomba sana zaidi ya sana usije ukatoka hapo. Usije kuwa nasema hili baadaye wewe unafanya hili, tutakosana. Nakwambia kabisa tutakosana. Nadhani wewe mwenyewe unafahamu ulipokuwa kule nini kilitokea na ulipitia mangapi. Kwa hiyo fanya kama nilivyokuambia. Kaka, mimi nikuahidi tu kwamba sitonyanyuka kwenye hichi kiti. Kwa matatizo yalionikuta na mambo nilopitia, na mkweli binadamu muangalie usoni tu. Yaani yule dada na uzuri wake wote, lakini mateso alikuwa ananipatia. Kwani uweze hata ukaamini kama ni mshirikina? Kwa ndo ashaka kakaangu. Mimi hapo sitonyanyuka. Nitakaa hapa hapa. Mariam, usinipe ahadi za mdomoni. Inatokea uzungumze kutoka moyoni, kwa sababu moyo ndo unasema ukweli. Hivyo namfuata kipepeo sehemu. Sichelewi sana. Tamchukua tu kisha nitakuja naye hapa. Hakikisha, Mariam, nakwambia kabisa, hakikisha utoki hapo mpaka nitakaporudi. Sawa? Kaka, kwa uniamini. Tatizo sikiti. Kukaa tu hapa kwenye hichi kiti, mimi siwezi kunyanyuka. Nitakaa hapa hapa, wewe utaenda utarudi utanikuta. Mimi nakuahidi kakaangu, sitonyanyuka kwenye hichi kiti. Kwa ondoa shaka. Cheupe, kama ambavyo unaona muda umeenda sana na njaa zinauma. Nimejaribu kuangalia hapa ndani, lakini sijaona chochote cha kutia tumboni.
Yaani huwezi amini, hapa nilipo nina njaa sana. Vipi, bado hujapika? Cheupe, mimi nazungumza na wewe, alafu uko bize tu na simu. Mbona umebadilika sana? Mbona uko hivyo? Kwani umepatwa na nini wewe? Sele. Sele. Wewe Sele. Sitaki kuongea sana. Na usinifanye nikaongea sana. Eti kuwa una njaa. Una njaa? Mimi nikusaidiaje? Kipindi mimi najipambania mpaka kurudi hapa. Wewe ulikuwa busy una enjoy. Nenda ka enjoy na malaya zako. Mimi siwezi kukupikia. Na siwezi kukufanyia kitu chochote kile. Kawaambia leo malaya zako waje kukusaidia kukupikia. Unaniona mimi? Eti kanipikie. Na siwezi kwenda kuunguza uso wangu kwenye moto. Hivi unanionaje? Nimejipambania mpaka nimerudi hapa. Wewe uko busy na malaya zako. Unazurura tu barabarani. Mimi niko nateseka. Sitaki kusikia kitu chochote na sina msaada wowote ule na wewe. Nenda kaendelee kuenjoy na mambo yako. Lakini Cheupe, nini? Lakini nini? Toka kwanza, sitaki kukuona kwenye macho yangu. Nimesema toka. Watu wengine sijui wakoje. I miss you too mpenzi. Au nizidi mimi? Amna bana. Sio kwamba nimekususa. Kuna matatizo yalinipata mwenzako. Ndio maana ukaona kimya. Najua siwezi kukuelekeza kwenye simu. Ila amini kwa tukionana nitakwambia. Amna mpenzi wangu. Ni maelezo marefu sana. Tukionana nitakuelekeza kila kitu. Hebu tuachane na mambo basi. Unakumbuka siku ya wapendanao tujaonana? Alafu uliniambia kwamba kuna zawadi yangu. Kosa tunafanyaje ili niweze kuipata? We. Kwa utanipa hela ile zawadi kwa imeharibika. Kwa hiyo sasa hiyo hela mimi naipataje? Umesema upo wapi kwa Mama Kipinde? Hasa mpenzi, lakini hapo kwa Mama Kipinde na hapa mbona kuna hata umbali? Njoo basi unipitishie, nipo mwenyewe kaka ameondoka. Usiondoke bwana, mimi nakujua ukiondoka hiyo hela utaitumia. Sikia nikwambie. Usiondoke basi mimi Tunaona kwenye mood, mimi namaliza supu yangu ya jana usiku na hivi hivyo kwa ina mafuta hadi inakela. Sawa. Lakini supu ipo ndani muda wote. Unakula kunenepa unenepi. Sasa nisikilize. Achana na hiyo supu. Kuna supu nyingine unatakiwa uifuate. Lile lipuuzi tuliolitegea mtego limeingia kwenye 18 zetu. Unatakiwa uende ukaifuate. Usiniambie. Na vipi kuhusu kiti? Kuhusu kiti tunacho na tunatamba nacho. Fanya ufuate hiyo supu. Chapu kwa haraka. Mama, na mimi ninapopenda kupiga magoli ya penalti. Sasa hivi namleta. Walizani wametukomesha. Sasa wameingia kwenye dimbwi la nyuki. Wataipata. Namba unaipigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling is currently not reachable. Please
Please try again later. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Na maana huyu mwanaume amezima simu au ananichukuliaje? Si wanaume wengine da. Hivi mtoto umechanganyikiwa? Unanishika mkono kama nani? Unanifahamu? Mariam, nimetumwa na Lizi nikupeleke sehemu aliko. Kwani wewe nani? Mimi mdogo wake Lizi. Namaanisha kwamba wewe nakuita wifi. Okay, poa, twende unipeleke. Mimi mdogo wake Lizi. Namaanisha kwamba wewe nakuita wifi. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Cheupe, ni maisha gani haya ambayo tunayaishi? Maisha yale ambayo tuliyaishi kwa amani, furaha na upendo, mbona ametuweka ghafla? Kabla hujachukuliwa na wachawi, tuliishi vizuri tu bila matatizo yoyote, lakini tangia umerudi, umekuwa mbabe, umekuwa ushikiki, yaani umekuwa mtu tofauti kabisa na ambaye nimekuzoea. Naomba ubadilike mke wangu. Usiishi hivi. Yaani sasa hivi kila anachozungumza kwako ni kibaya. Kiwe kizuri ni kibaya. Kiwe kibaya ni kibaya. Nashindwa niishi vipi na wewe? Kwani umepatwa na nini? Naomba ubadilike. Yaani mimi nazungumza, lakini umekaa kimya. Hujali chochote. Mbona haukuwa na hizi tabia kabla hujachukuliwa na wachawi? Kitu ambacho hujui, mimi nimepambana kwa ajili yako. Nimefanya juu chini. Nimeingia kwenye shida kwa sababu yako. Matatizo uliyasababisha wewe kwa kumwokota mtoto ambaye hajulikani, ukamleta ndani ya familia yetu. Mwisho wa siku yaliyotokea yametokea. Lakini sikukuacha peke yako. Nilipambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba unarudi. Na hatimaye Mwenyezi Mungu akajalia kweli umerudi. Sasa haya ndo malipo. Jitihada zangu zote, kupambana kwangu kote, mwisho wa siku ndo nilipa. Dharau, dhihaka, kejeli. Mke wangu, usifanye hivi. Badilika bwana, tuishi kama zamani, nakuomba. Hivi wewe mwanaume, uona shida gani? Unapenda sana kuongea.
Yaani mwanaume ni unagubu wewe. Kila nikikaa nikitulia, wewe uko busy kazi ya kunitolea maneno machafu. Nimeshakwambia, sitaki tena uendelee kuniongelea maneno yako ya hovyo. Si unanielewa? Haya. Lakini nini? Yaani mpaka hapa tu niko nacheza game, umeshaniharibia. Hivi mwanaume ukoje jamani? Una shida gani? Unaumwa? Au nimeshakwambia, sitaki unisogelee, sitaki ongea chochote kile. Si unaelewa? Cheupe. Nafikiri unafahamu. Tumekaa muda mrefu kwenye ndoa yetu. Hii ndoa tumepitia vigingi vingi na matatizo mengi. Ndugu zangu wamekukataa wewe. Rafiki zangu wamekukataa. Na kila mtu amekukataa. Lakini nimekukingia kifua, nimebaki na wewe. Mwenyewe unajua, kosa kubwa ambalo wanahisi umefanya ni kutoshika ujauzito. Maana yake wewe ni tasa. Pamoja na utasa wako wote na ugumba, nimesimama na wewe. Sijawahi kukuacha peke yako. Lakini leo hii unaniona mimi ni mpumbavu. Kama ningewasikiliza ndugu zangu nikufukuze wewe, leo hii ungekuwa na mume kweli? Tuseme labda ungeolewa na mwanamume mwingine, angekuwa kama mimi. Mimi nakujali pamoja na kwamba hujawahi kunipatia hata nusu ya mtoto, yani hata kile kidole cha mtoto tu hujawahi kunipatia. Lakini bado nakuheshimu na kukuona kama mke wangu. Kwa nini uniheshimu? Unataka nikufanyie kitu gani kingine ili ujue kwamba mimi nakupenda na nahitaji kuishi na wewe? Badilika mwanamke. Yeye unasababisha mimi naongea vitu vingine ambavyo havipo. Mambo badilike bana, usiwe hivi. Ina maana imefikia stage unanitukana mimi. Eti kwamba siwezi kukuzalia. Mimi tasa. Eti sasa nenda katangaze huko mtaani kote. Sema hivi, yule binti tasa niliyemuoa, nenda katangaze. Sasa leo si umenitukana? Ngoja nikuoneshe kazi. Yuko wapi? Yuko wapi mpuzi alikuwa naye hapa? Nakuuliza huyo mtoto aliyekuwa naye hapa yuko wapi? Hivi Mariamu, wewe una akili kweli? Hicho kichwa au hasara? Aya, nilikwambia baki wapi? Nyumbani. Na hapa ni wapi? Nakuuliza na hapa ni wapi? Wewe, hivi kwenye hicho kichwa chako
Umebeba akili, umebeba takataka, umebeba mzigo. Kwa nini unielewi? Haya, ingetokea kwa mfano sasa sijawahi hapa ingekwaje? Kaka naomba unisamee. Yaani mimi mwenyewe hata sijui hata imekuaje. Kelele bwana. Kuna unaona kuomba msamaha ni rahisi sana. Yaani unaona kwamba nikikosea ndaomba msamaha, nikikosea ndaomba msamaha. Mimi kukuacha pale nyumbani na kukwambia ubaki sio mjinga. Nina maana yangu, ndio maana nikasema usitoke pale paka nirudi. Nimetoa mguu na umetoa mguu wako. Hivyo ndio ninavyokufundisha. Haya. Ongoza nyumbani. Kwenda bana. Kunguru wewe. Mheshimiwa, wito wako nimeupata, lakini mbona umekuwa ghafla sana? Kuna shida gani? Kwenye hizi kazi zetu kuitwa ghafla ni jambo la kawaida sana. Nimekuita hapa, kuna shida. Kabla hujaniambia ulichonitia, mimi na shida moja. Mheshimiwa, mke wangu tangia amerudi nyumbani kutoka hapa kwako amebadilika sana. Kila anachozungumza kwake ni kibaya. Yaani nafikia hatua ndani ya nyumba hakuna maelewano. Kwa hiyo mimi ninaomba kama kuna kitu chochote ambacho umemfanya, basi naomba umsamehe ili arudi kwenye hali yake. Lakini pia kama yanayomkuta yamesababishwa na watu wengine, naomba umsaidie, umtibu ili kuinusuru ndoa yangu. Kiukweli ndoa yangu ipo matatani. Muda sio mrefu inaweza ikavunjika. Naomba unisaidie. Jambo dogo sana. Unakiona hiki kiti? Kuna maadui wanakitafuta. Naomba ukichukue uende nacho nyumbani kwako, ukakae nacho mpaka nguvu zake zitakaporejea. Nitakwambia ukirudisha. Mheshimiwa, inawezekanaje hii? Wewe mwenyewe unafahamu hichi kiti kina masharti magumu sana kwenye matumizi yake. Halafu pale nyumbani naishi na mke wangu, na kibaya zaidi anakifahamu vizuri hichi kiti. Sasa itakuwaje? Mimi naomba kama kuna sehemu nyingine tuakihifadhi, lakini kule kwangu itakuwa ngumu. Ama kweli bado mchanga kwenye kazi yetu. Vipi? Hii nayo utaogopa? Shika. Sasa kiti nimekigeuza kwenye umbo la ndoo. Nadhani hutaogopa. Na masharti ya hiyo ndoo isiwekewe kitu chochote kile. Iwe maji, iwe kitu chochote kile. Wala kukalia. Na hizo utakuwa umenielewa. Sele, habari za siku kidogo. Umeadimika. Alafu na kuona upo na ndoo mkononi. Hii inaashiria unaenda kuchota maji. Lakini kwa sisi wakazi wa hili eneo
na wenyeji wa muda mrefu, tunatambua kabisa kwamba huku unakoelekea maji hayapatikani. Kulikoni wewe? Unaenda kuchota maji sehemu gani? Hivi wewe una akili timamu? Mbona unapenda shobo sana na mimi? Sasa hii ndio inakuhusu nini wewe? Nisikilize. Wewe unapenda kunifuatilia sana. Na sio mara ya kwanza. Siku ile nilikuonya. Ukirudia nitakupasua pasua. Sasa naona tena leo umerudia. Hivi wewe una shida gani? Au nataka nikupige miti ndio elewe kwamba mimi sitaki upuuzi na wewe? Naomba kukuuliza. Hii ndio inakuhusu nini wewe? Mbona ingangania? Usinizuie njia tena siku nyingine. Nipishe huko nipite. Sele. Hiyo ndo inanihusu sana. Tena inanihusu zaidi ambavyo unafikiria. Na usizanie kwamba mimi naitizama hiyo ndo kama unavyoitizama wewe. Naitizama tofauti. Labda usichokijua, nataka nikufundishe mchezo wa kujificha. Ukoje? Oh. Kiti cheupe eh? Sele, una shida gani? Nimekupatia hicho kiti uende ukakihifadhi nyumbani kwako mpaka nguvu zake zitakaporejea, lakini wewe unakimbia nacho mtaani, ili hali unajua kabisa kwamba hiko kiti kinatafutwa. Wewe unakimbia nacho mtaani kweli? Mheshimiwa, nimeondoka na kiti kama ulivyoniambia, kikiwa kwenye umbile la ndoo, lakini cha kushangaza nimekutana kijana mmoja njiani kanisimamisha. Cha ajabu zaidi, yule kijana ana nguvu za ajabu, kabadilisha ile ndoo kuwa kiti. Jana nakwambia lengo lake lilikuwa achukue hichi kiti aondoke nacho. Sema tu kwa sababu ya nguvu zangu nimepambana naye, mwisho wa siku nimekimbia. Nimeamua nirudishe hichi kiti mheshimiwa, nikurudishie wewe ili ukae nacho, kwa sababu nikiendelea kukaa nacho mimi anaweza akaja akanipora, halafu ukanilaumu bure. Vizuri sana. Umefanya jitihada la kuipambania hicho kiti. Naomba unipatie. Sasa nataka urudi nyumbani. Mambo yatakapokuwa sawa, basi nitakuita. Mama, unatutafuta ukioni tu. Mimi na mambo mengi ya kufanya. Mwanangu, nina uhakika kabisa nilimficha hapa, lakini nashangaa natafuta simuoni. Ngoja nirudie tena. Unanichosha bwana. Mimi nimechoka. Acha uzembe na kujaje kuficha vitu mtoni. Unaona sehemu zingine. Wewe, mbona unikosea adabu?
Ujui kama mimi ni mama yako? Nimekwambia nina uhakika kabisa huyo msukule nilimficha hapa. Na ndio maana namtafuta. Kama unavyojua, sisi wachawi sehemu yoyote tunaweza kuweka misukule. Na sio kama nimesahau nilipomficha. Afadhali hata umekuja hapa nyumbani kwangu. Kiukweli ndoa yangu inazidi kuingia kwenye hali mbaya sana. Tunavyoongea hivi, mke wangu amekuwa mbogo, hashikiki, hakamatiki. Yaani kila sekunde, dakika, lisaa likipita anazidi kubadilika. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie mheshimiwa. Yaani ndoa yangu naona inakoelekea inaenda kuzama. Halafu huyu mwanamke sipo tayari kumpoteza. Unajua mwanamke mimi nampenda sana. Nisaidie basi ndoa yangu ikae kwenye muhimili ule ambao nimeuzoea. Nisaidie mheshimiwa. Sele, tuachane na mambo ya mke wako. Ila nikuahidi nitakusaidia. Kilichonileta hapa ni kukuuliza kitu mkiweka sehemu salama na mke wako hajakiona. Mheshimiwa, unazungumzia kiti gani? Si nimetoka kwa muda sio mrefu. Nimekurudishia kiti, nimekukabidhi, nimekueleza kila kitu ambacho kimetokea. Kile kiti kina windo. Nimekuja nimekukabidhi, mwenyewe umesema sawa ubaki nacho. Sasa unakuja kuniulizia kiti gani? Haunataka mambo yao makubwa kila mtu ajue kwamba mimi na wewe tunafahamiana, tunafanya pamoja kazi mheshimiwa. Sele, unaongea unamaanisha au ina maana wewe umekuja nyumbani kwangu na umenikuta mimi ukanikabidhi hicho kiti? Kuna mchezo tunachezewa. Huyo uliomletea kiti na uliomkabidhi hicho kiti sio mimi. Kuna mtu anachezea mchezo. Mheshimiwa, hebu kuwa serious. Wewe huyu nimekukabidhi. Huyu mara yako ulikuwa unaongea naye yuko wapi? Nakuuliza yuko wapi? Hivi wewe mwanaume, mbona una tabia za ajabu sana? Wakati sipo, umefanya umalaya. Nimerudi sasa hivi, tena bado unaendelea na umalaya wako. Hujatosheka huko vichokoloni mpaka hapa nyumbani kwangu, si ndo manake? Eti yaani nachoka kwa tabia zako wewe mwanaume. Kwa hiyo, ina maana alivyonisikia tu, ameamua kukimbia na kuondoka Tasubiri. Sele, usijali. Hajanisikia wala kuniona. Mimi narudi nyumbani. Ukishamalizana na huyo mke wako, naomba uje nyumbani na kusubiri. Wewe Sele. Kwa hiyo mimi naongea, unanikalia kimya. Unamaanisha nini? Hivi wewe, nikufanyie nini yani? Ili uelewe kwamba sipendi tabia zako. Sasa nakwambiaje? Nikimuona huyo malaya wako, nitakuonyesha show. Alafu naomba niendelee chakula chapu mara moja. Shenzi mmoja cha usiku. Naomba ukae hapa na mazungumzo na wewe. Mwanangu, yaani hapa tunavyoongea tupo hatarini. Yaani sielewi hata tufanye nini. Sielewi kabisa. Mama, mbona sikuelewi? Mbona unaongea kimafumbo? Nitafsirie, yani sikuelewi, unaongea kwa kifupi. Nilimkabidhi Sele kile kiti akakihifadhi nyumbani kwake. Lakini aliyotokea, Kisauti amechukua umbo langu mimi, ameenda kumrubuni Sele, amekibeba kile kiti.
Yaani hapa nilipo hata sielewi hata nafanya nini. Na kama unavyojua, ikipita siku ya leo hatujakigusa kile kiti wala kukikalia, tumekwisha. Mmoja wetu lazima afe. Wewe upo tayari kufa? Mama, hivi Kisauti nataka nini kwetu? Mbona ndugu yake tushamrudisha? Hata hivyo na wazo, itabidi mmoja wetu abadiliki katika umbo lolote lile la mnyama au la umbile lolote lile, ili tu aende kukikalia kile kiti. Kumbe nimekuuza vizuri sana mwanangu, na kwa siku ya leo umenifurahisha. Sijategemea kama utatoa wazo kama hilo. Sasa basi, wewe ndio unatakiwa ujibadilishe, uwe kwenye umbo lolote lile, ili mradi uende kwa Kisauti ukakalie kile kiti, na hiyo ndio itakuwa ponapona yetu. La sivyo tutakufa. Mama, naijua hiyo. Itabidi uende wewe, ulikula chumvi nyingi. Mimi siendi. Mwanangu, wewe ndio unatakiwa uende, kwa sababu unaweza ukaenda kule ukakamatwa. Nitakuja kukuokoa. Sasa mimi nikienda, mimi nimenasa kule, wewe utaanza kuja kunitetea mimi? Mama, hapa nimepata wazo. Hapa tuishe shilingi. Ikidondokea kwako unaenda, ikidondokea kwangu naenda. Sawa, chagua. Mwenge. Unaona? Imedondokea kwenye kichwa. Sasa wewe unatakiwa uende. Maria, nimepambana sana. Hatimaye kiti kipo mikononi mwetu tena. Na unaweza ukajiuliza maswali mengi sana. Kwa nini naking'ang'ania hichi kiti? Kuna sababu. Sababu mojawapo ni kwamba hichi kiti kimemeza watu wengi sana na kimesababisha vitu vingi vya ajabu, ikiwemo na wewe mwenyewe kimekuzuru. Hivyo hakikisha unakilinda. Ukitizama, nimekiweka sehemu ambayo ulikuwa umelala mwili wako. Kwa hiyo usije ukakitoa. Nakwambia kabisa, usije ukakitoa. Kiache hapa hapa mpaka pale nitapokuambia kitoe. Mimi naingia ndani kulala. Kuna kazi nahitaji kuifanya. Siwezi kuifanya nikiwa nipo macho. Lazima nilale kwanza. Jambo lingine, ikitokea kitu chochote kile kinazunguka maeneo haya kusogelea hichi kiti, tafadhali njoo uniamshe. Tena fanya haraka. Sijui kama unanielewa. Lakini pia hakikisha itakapofika saa 7:07 unakuja kuniamsha. Hivyo usiondoke kwenda sehemu yoyote ile wala kusinzia. Sawa? Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Nikuahidi tu kwa safari sitarudia tena makosa. Nitakuwa makini sana kukilinda hiki kiti. Nitakilinda kiti misili ya mlinzi wa rais anapomlinda rais ili asipate madhara. Kwa ondoa shaka kabisa kwa hilo. Nitakuwa makini sana. Sitorudia tena makosa. Na kingine nitazingatia sana muda. Itakapofika tu saa 7:07 nitakuja nikuite. Cha usiku mwanangu, najua wewe ni mwanajeshi jasiri, mkakamavu. Najua unaweza kwenda kupigana hii vita.
Utatoka hapa, utaenda mpaka kwa Kisauti, ukakikalie kile kiti. Ukishafanya hivyo, basi sisi sote tutakuwa salama. Na kutakia kila laheri mwanangu, ukaifanya hiyo kazi, ukashinde na urudi salama. Kazi njema mwanangu. Sawa mama, sitokuangusha. Na wewe kuwa makini. Sawa mwanangu, unaweza ukaenda. Akili kweli? Sina chaji? Au akili zako hazina akili? Pumbavu kweli. Nimekwambia kabisa usilala, lakini unasinzia kabisa, umejiachia. Hauwazi kabisa. Haya, sasa hivi saa ngapi? Nakuuliza wewe, sasa hivi saa ngapi? Nilikwambia kabisa uniamshe ikifika saa 7 na dakika 7. Lakini mbona umepitiliza wewe? Una akili kweli? Au sasa hivi ndio una usingizi sana kushinda hata mimi? Mimi nilikuwa silali na kesha kwa sababu yako. Unaniona mjinga? Alafu kitu kingine, nilikwambia kabisa ukilinda kwa hali na mali hichi kitu. Mariam, tizama kwenye tikiti. Angalia vizuri. Unaona nini? Mjusi. Sasa nisikilize. Kimbia moja kwa moja mpaka chumbani nilipokuwa nimelala. Angalia dirishani kuna dawa. Niletee sasa hivi. Kimbia wahi. Wahi.
We Mariam! Mariam! Abe! Hivi wewe unafanya nini muda wote huko? Kaka sioni, mbona angalia sehemu ulikoniambia. Jamani, unajua unanichosha. Dawa yenyewe ipo sehemu nyeupe kabisa. Alafu muda wote unatafuta tu. Kaka mimi sioni, njoo angalie mwenyewe. Sawa. Njoo. Fanya haraka. Nisikilize kwa makini. Umeona huu mkono ulivyoshika? Haya, shika. Kisha mtizame huyo mjusi moja kwa moja bila kupepesa macho sehemu yoyote kama mimi ambavyo namtizama. Sawa? Mariam, yuko wapi huyo mjusi? Mimi sijui alikoenda, lakini sijakupepeza macho. Nimeganda hapa na mwangalia. Nisikilize. Chukua kiti, ingia nacho ndani. Fanya haraka bwana. Kamata hii. Unaiona hiyo dawa? Unaenda nayo mpaka nyumbani. Kisha tafuta kimiminika chochote utie humo ndani. Halafu utampatia mke wako anywe. Na kisha kunywa, mambo yatarudi kama zamani. Yaani moyo wake utakuwa mweme. Mahaba atakuwa marove. Umenielewa eh? Kwanza mtaalamu, mimi nakushukuru sana kwa sababu umenisaidia. Lakini naendelea kusisitiza, naomba nisamehe kwa yote ambayo yalitokea. Unajua uchawi ni kitu kibaya sana. Yaani yule mwanamke anayemiliki kiti alinifanya kitu kibaya, kupelekea mimi na wewe tukafikia hatua ya kutoelewana. Lakini kwa sababu mtaalamu umeamua kunisamehe na kunisaidia, basi na kuahidi sitavunja hiyo heshima na uaminifu wangu kwako. Jambo jingine mtaalamu, mimi na wasiwasi kidogo. Hivi hii dawa nikiitumia nikampa mke wangu kama ambavyo umeniagiza, ataweza kubadilika kweli? Kwa sababu bado nampenda sana yule mwanamke. Nimejaribu kila njia lakini imeshindikana yeye kurudi kwenye hali yake. Na wasiwasi na hii dawa itafanya kazi kweli? Samahani sana mshirika mwenzangu. Naomba tuachane na yaliyopita, tugange yajayo. Yaani mpaka nakupigia simu. Nimetingwa sana. Maji amenifika hapa. Sawa mimi nakuelewa. Lakini hivi tunavyoongea, Kiti pamoja na mwanangu cha usiku wote wamekamatwa. Wapo kwenye mikono hatari. Hata sielewi nafanya nini. Sawa. Mimi nimekuelewa.
nitafanya kama ulivyosema. Sele, kuhusiana na mimi kukusamehe, kama nilivyosema mwanzoni kabisa, ondoa shaka. Mimi nimeumbwa kusamehe na kusaidia. Ni ishara pekee kwamba nimekusamehe ni kukuruhusu ingie kwenye kilinge changu hapa. Na jambo lingine kuhusu hiyo dawa, ondoa hofu. Hiyo ni kiboko wa viboko. Labda nikuibie tu siri, japokuwa haturuhusiwi kutoa siri za wateja, lakini na hii iwe siri yako. Hiyo dawa ndio ilimsaidia Zuchu akapendwa na Diamond. Zuchu alifika kilingeni hapa akanielezea alikuwa amehangaika sana yule binti kutafuta wanaume, na kila mwanaume alikuwa anamkataa. Una sura mbaya, una uso wa mbuzi, sijui nini. Wewe kama mwanaume. Alifika akakaa hapo kidogo pembeni hapo ulipokaa. Nikamwambia tulia, na yeye alikuwa haamini. Vipi, unamwonaje lakini Zuchu kwa Diamond wamegandana kama ruba? Ni kwa sababu ya hiyo dawa. Sasa kama iliweza kumsaidia Zuchu, sembuse wewe ilimnyoosha Diamond hiyo, ndo wewe nenda kamwekee, kisha utakuja unishukuru hapa kama ambavyo Zuchu wananishukuru mpaka leo. Unaweza ukaenda. Dada, karibu. Karibu, sisi tupo. Vipi? Mbona umeshtuka? Nimekushtua? Hapana, wala hujanishtua. Sema tu kichwa changu kina mambo mengi, kwa wala hata usijali. Sawa. Nimekuja kumuulizia Sele, maana kila nikimpigia simu zangu hapatikani, na kwa vile napajua anapoishi, nimeamua kuja moja kwa moja mpaka kwake. Sijui nitakuwa nimemkuta. Kwani wewe Sele nani yako? Sele ni mteja wangu, huwa anakuja kununua nyanya za jumla kwangu. Sasa kuna hela ambayo namdai, na ndo niliifuata. Oh, kumbe. Sawa. Sele ametoka na sijajua ameenda wapi, maana alivyoondoka wala hajaniaga. Kwa hiyo wewe uende, alafu utarudi baadaye. Akisha rudi, mwambie Mwadawa amekuja kukuulizia, na ikiwezekana leo hii aje nyumbani namsubiri. Kwani nimekuaje? Na mbona niko hapa mlangoni? Kimetokea nini? Itakuwa labda tu mawenge yangu. Mwadawa,
usinishangae. Nadhani unafahamu fika ujio wangu kuja hapa. Hivyo basi, kabla sijachukua maamuzi mengine, hakikisha unafanya nilichokwambia. La sivyo tutalaumiana. Najua unafahamu fika kwamba mwanao cha usiku pamoja na Kiti wapo mikononi mwangu. Kwa hiyo muda wowote ule kitawaka. Alafu Mwadawa, unafahamu kabisa kwamba mimi Kisauti kazi yangu kuu ni kulinda watu na sio kuwazuru watu kama ambavyo unafanya wewe. Hivyo hakikisha unawaachia watu wote uliowashikilia mateka, nikimaanisha uliowatia msukule. Kisauti, unataka nini kingine kutoka kwangu? Ulimtaka mdogo wako, nimemrudisha. Na makubaliano yetu nimrudishe mdogo wako, unipe kiti changu. Lakini mpaka sasa hivi kiti changu unacho, mwanangu unaye. Hivi unaweza kuniambia amani gani unaitafuta wewe? Nini unataka kutoka kwangu? Naomba basi unirudishie vitu vyangu. Unirudishie mtoto wangu, unirudishie na kiti changu. Mwadawa, labda nikukumbushe jambo moja. Kuna siku ulinitukana na kunizihaki, lakini ukasahau kwamba mimi ni namba tasa, yani ni 777, na kingine nilizaliwa saa 7 usiku. Na taarifa ya msingi ambayo imenileta hapa, nimekuja kukuambia kwamba endapo ukichelewa kufanya hivi, mwanao cha usiku amebakiza muda mchache sana, ni mdogo mno. Kitanzi cha mwanao cha usiku kinakaribia kukatika. Hivyo muda wowote ule unakwenda kumkosa. Maana yake utakosa Kiti pamoja na mwanao wa damu wa kumzaa. Mke wangu, leo nimekumbuka zamani, na hivyo imenipelekea kukumbuka baadhi ya vitu ambavyo unavipenda. Mmoja wapo ni hii juice. Kwa hiyo nikaona sio mbaya, nikapita zangu dukani nikachukua juice nikuletee kama zawadi. Naomba uipokee mke wangu. Wewe mwanaume, yaani ina maana umeamua kuniletea kizawadi cha mtoto wa shule, zawadi ya 500? Yaani umekitembeza umezunguka hujaona zawadi zingine zaidi ya hiki kizawadi hichi. Sasa mimi hiki nakipeleka wapi? Na cha kazi gani? Hata kama ndo napenda ndo hiki. Lakini mke wangu, ukubwa wa zawadi unatokana na yule anayekupa. Na siku zote zawadi huwa haichaguliwi wala kubaguliwa. Zawadi ni zawadi tu. Mimi nimeona ni zawadi ambayo inakufaa kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda. Na sio mara ya kwanza mimi kukuletea hii zawadi. Kumbuka hapo awali nilishakuletea zawadi kama hii mara nyingi tu. Kwa hiyo naomba uipokee. Kiukweli nimeleta hii zawadi kutoka moyoni mwangu. Alafu hivyo unaniona mimi pungwani au chizi ambaye sijielewi? Yaani juisi yenyewe inaonekana tayari imesha expire ya muda mrefu. Hata gesi yenyewe sidhani kama ipo. Ngoja. Unaona? Yaani ipo ya kulisialisia. Sasa hii juisi nataka uinywe. Si umeniletea mimi? Kunywa wewe. Chukua. Lakini mke wangu, nimekuletea wewe, ni zawadi yako hiyo. Nimesema chukua. Shika. Lakini ni zawadi yako. Lakini nini? Chukua. Kunywa.
Mariam, tazama huko. Umeona nini? Lakini kaka, kwani sasa umweka mjusi kwenye chupa? Ingali unajua kabisa kuwa chupa ndo tunayo hiyo na ambayo tunaitumia. Na mjusi ni uchafu. Unafikiri tutaitumia tena? Achana na masuala ya uchafu. Ila natokea unisikilize. Nini ambacho nataka nikwambie? Iko hivi. Huyu mjusi ni hatari sana kwenye maisha yetu. Endapo nikiendelea kumwacha anazagaa hapa, anaweza akakuzuru wewe au mimi mwenyewe. Kwa hiyo naelekea mtoni. Na safari hii naenda kumtupa huyo mjusi. Kwa sababu alivyokimbia hapa, nikamtafuta, kumbe hakuwa mbali na hapa. Nikamkamata, nikamtia kwenye chupa. Kwa hiyo naenda kumtupa. Hakikisha hautoki hapa nyumbani mpaka ninaporejea. Sawa, nimekuelewa. Lakini nikuombe kitu kakaangu. Maana unaponiambia kuwa mjusi ni hatari sana, afu hujaniambia kwamba ana hatari kiasi gani. Anaweza akatoka mtoni akarudi tena. Afu nikashindwa kabisa namna ya kujikinga. Bora hata uniambie kwa huyo mjusi ana hatari kiasi gani na jinsi ya kujikinga pia, ili mimi nijue jinsi ya kujikinga. Sawa, nimekuelewa. Nitafanya kama jinsi ulivyoniambia. Sitotoka hapa nyumbani. Sele, nimeshampigia simu mganga Makofi na nimeshamweleza kila kitu. Kwa hiyo nenda kampatie huo mkoba wake, kisha na yeye atakupa dawa, na hiyo dawa inaitwa mti wa mzimu. Hakikisha anakupa hiyo dawa na unakuja nayo mpaka hapa nyumbani. Sawa mheshimiwa, mimi nimekuelewa na pia nitafanya kama ambavyo umeagiza. Ila na mimi naombi kwako, naomba nipitie pale nyumbani kwangu, kwa sababu tangia jana usiku sijarudi nyumbani. Tulikuwa pamoja kwenye kazi yetu. Sasa mke wangu yeye hajui mimi niko wapi. Kwa akili yake atakuwa nawaza labda nimelala kwa wanawake wengine. Kwa hiyo ni bora kama ningewahi kwenda mapema ili tupigishane kelele, hasira zake ziishi. Kwa sababu nikichelewa nikaenda baadaye, tutaenda kupigana ngumi tu. Hamna kingine ambacho kitaendelea. Kwa hiyo mheshimiwa, naomba niangalie kwa hilo. Sele, nimeshampigia simu mganga Makofi na nimeshamweleza kila kitu. Kwa hiyo nenda kampatie huo mkoba wake. Kisha na yeye atakupa dawa.
Sele. Sele. Mapenzi. Mapenzi ni nini? Nisikilize. Yaani tupo katikati ya vita. Alafu wewe unawaza mapenzi? Una akili timamu kweli? Kwenye swala la huruma nilishafeli. Nataka uende mara moja kwa mganga Makofi. Tena moja kwa moja bila kwenda popote. Kampe huo mzigo wake, kisha kupatie dawa. Urudi nayo hapa. Hayo mapenzi baadaye. Nahisi umenielewa. Na kingine, unafahamu kabisa wewe huna nguvu zozote. Na bila hicho kiti sitaweza kufanya chochote. Sasa naomba ufanye kama nilivyokuagiza. Unaweza ukaenda. Sawa mheshimiwa. Naomba nisamee kama nimeteleza. Zilikuwa ni hisia zangu tu na nimejaribu kuomba msaada. Nipo hapa kwa mzee Sasi. Ni mkabala kabisa na anapoishi mganga Makofi. Na kuhusu mzigo nipo nao kama ulivyonikabidhi. Kwa hiyo muda sio mrefu na ufikisha mahali husika. Nisikilize. Nataka urudi nyumbani mara moja. Kuna tatizo limejitokeza. Sasa mheshimiwa, narudije wakati nimebakiza hatua chache sana kufika kwa mganga Makofi? Ni bora tu niende moja kwa moja, niupeleke mzigo kuliko kurudi nao. Acha maneno mengi, fanya kama nilivyokuambia. Sawa, nimekuelewa. Halo kaka. Mariam, nisikilize kwa makini. Ingia ndani sasa hivi. Pia hakikisha unafunga milango pamoja na madirisha. Usitoke ndani mpaka nitakapofika. Sawa kaka, nimekuelewa. Mariam, nimerudi haraka kwa sababu kuna tatizo. Na endapo kuendelea na safari yangu, yangetokea makubwa zaidi. Na ndio maana nimerejea hapa. Cha msingi sasa, inatakiwa sasa hivi tuondoke wote. Unanielewa? Lakini kaka, inafikia stage mpaka na mimi nachoka. Umesema kabisa kuwa wewe mjusi unamchukua unaenda kumtupa mtoni. Sasa hivi tena umerudi nao unaniambia nibebe jembe, si tunaenda wapi?
Mjusi mwenyewe mmoja, si unatoka mtupa tu hapo. Mimi nachoka bwana. Wewe kuwa na adabu. Ujue napambana kwa sababu yako. Na makosa uliyafanya wewe. Na kila kitu ambacho kinatokea yote umesababisha wewe. Unanipangia cha kufanya? Nisikilize, inatakiwa unifuate mimi. Vitu vingine vyote nitakwambia mbele ya safari. Twende. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Ina maana huyu mwanaume ananichukuliaje mimi? Jana usiku amenitoroka nyumbani. Ameondoka bila kuniaga. Na lile duka ameuza. Na sasa hivi nampigia simu hapatikani. Ina maana ameenda kuenjoy na malaya zake. Yaani haitoshi, ameenjoy nilivyokuwa sipo. Na sasa hivi tena ameenda kula raha huko. Hivi mwanaume nimfanyaje? Au nimuue kabisa? Sasa akirudi ataniambia vizuri alikuwa wapi. Na kwa nini ameondoka bila kuniaga? Na imekuwaje ameuza lile duka bila kunishirikisha? Yes, anajifanya mpuuzi. Subiri arudi. Mariam, subiri kwanza. Mariam, naomba unisikilize kwa makini. Nilishindwa kukuambia kila kitu pale nyumbani kwa sababu pale sio sehemu sahihi. Huenda ningekwambia maadui zetu wangesikia kwa uharaka sana. Maana wabaya watu, majini yanatumwa. Kwenye hii chupa, huyu mjusi ambaye tumembeba sio mjusi kama unavyofikiria, bali ni mtu. Kaka, mbona unanichanganya? Unavyosema kuwa huyo sio mjusi bali ni mtu, unamaanisha nini? Na kwanza ilikuwaje mpaka akageuka kuwa mjusi? Na huyo mtu ni nani? Huyu mjusi anaitwa Cha Usiku. Nikimaanisha ni mtoto mdogo sana. Yaani umri wake ni kama miaka 8, 9, 10 hivi. Hivyo tunaelekea msituni. Moja kwa moja. Hakuna kugeuka nyuma, hakuna kuongeleshana na mtu yoyote yule tukikutana njiani, wala kumsalimia. Na sio hivyo tu, hata mimi na wewe hakuna kuongeleshana. Kwa hiyo naenda kumzika huyu mtoto. Na hii ndio haki yake ya msingi anayostahili. Na usichokijua ni mtoto wa yule dada ambaye alikuchukua wewe kichawi. Lakini ninachojua mimi kaka yangu, wewe kazi yako ni kusaidia watu na sio kuua watu. Isitoshe yule mtoto mdogo sana. Unaweza tu kumsamehe. Kesho na kesho kutwa akiwa mkubwa, anaweza akatubu dhambi zake. Mimi ningekuomba tu bora tu msamehe. Mwache tuendelee na maisha yake. Mariam, huyu Cha Usiku pamoja na mama yake wanadharau, lakini pia hawana huruma kama ambavyo unafikiria. Kwa hiyo anaenda kupata haki yake ya msingi. Kwa maana mimi nilichagua kuwaacha, lakini wao wanatufuata. Hivyo sina salia mtume na yeye.
Sele, naona umejionea kwa macho yako na umesikia kwa masikio yako. Sasa nataka uchukue huu mkoba na urudishe ulipouchukua. Kuna mpango mpya nataka niufanye. Lakini mheshimiwa, kwani wewe na Kisauti mna shida gani? Kwa sababu amechukua hazina zako, ameona haitoshi, ameamua kumbeba mtoto wako tena bila aibu, anaenda kumzika mzima mzima. Kwa nini anafanya hivi? Mbona anamuumiza sana mtoto? Ni kifo gani hicho anaenda kumuua? Mheshimiwa, kuna kitu ambacho Kisauti labda umechukua cha kwake alafu anakuomba utaka kumpa au? Sele, huo muda unaotumia kuniuliza mimi maswali ungetumia kuifanya kazi yangu na kuagiza. Naomba ufanye kama nilivyokuagiza. Kama ulivyoona, mwanangu cha usiku anaenda kuzikwa mzima mzima. Na kiti changu anacho Kisauti. Sasa nataka ufanye nilivyokuagiza. Alafu urudi hapa nikuoneshe nini cha kufanya. Na hisi utakuwa umenielewa. Sawa mheshimiwa, mimi nimekuelewa. Mariam, kama nilivyokuelekeza, unaona hapo nilipotizama? Hivyo chimba ili tumfukie huyo mjinga, tumalizane kabisa na hii biashara. Umenielewa? Mariam, sina kusemesha wewe, na maana unisikii?